Karibu tena mpenzi mtazamaji katika kipindi cha Jukwaa la KTN. Swala nyeti hivi leo basi ni kilimo cha ndizi katika kaunti ya Kiambu. Nakumbuka kwamba ndizi ni zao ambalo linakuwa tu katika sehemu mbalimbali nchini, kwa hivyo basi si siri kwamba Wakenya wote wanafaidika kutokana na mdahalo huu ambao niko nao na hawa wageni wangu studioni ambao ni Monica Weganjo, Abigail Tabu na Faith Kariuki. Kabla tuendelee, labda kuna simu hapo. Cleophas Omoni. Cleophas, unanipata? Hello Cleophas. Hello. Hujambo Cleophas? Salama. Asante sana kupiga simu bwana katika swala nyeti. Unasemaje kuhusu kilimo cha ndizi huko Vihiga, namna gani? Mna ndizi ama hamna? Ama ni miwa tu? Huku kwetu hakuna miwa wala ndizi. Kwa hivyo ungependa kufanya nini sasa? Umefaidika kukutana na waliosema hapa hivi? Ulikuwa unasema? Hai. Nakuuliza kuhusiana na namna ambavyo hao wataalamu wamezungumza hapa studioni, wewe ungependa sasa kuanza kilimo cha ndizi hapo Vihiga? Kama kuna uwezo na naweza kufanya. Hebu nieleze, kwa mbona ulipiga simu? Hebu nieleze sasa, ulikuwa na mawazo gani wewe? Mimi kwangu kabisa nalima mahindi na mtama, ndio kazi ambayo naendelea naye mbele. Sasa tunazungumzia ndizi ndugu yangu. Sasa wewe mbona unachanganya mada baba? Asante sana bwana. Asante. Siku nyingine ndugu yangu, siku nyingine bwana. Asante. Ningependa waziri, naona hapa mbele yangu kuna vitu kadhaa. Katika hapa naona kuna matoke. Unaona kama chapati. Kumbe kuna ndizi chapati. Inaitwa banana chapati. Hiyo nyingine inaitwa nini hiyo? Biscuits, banana chocolate chip cookies. Haya, hiyo nyingine inaitwa banana mandazi. Hiyo hapa naona kuna hii ni crisps. Kwa jumla ningependa labda mzungumzie faida za ndizi kwa jumla, kwamba je, vitu vya aina gani ambavyo soko lake liko katika mambo yapi waziri? Bwana Otieno, wacha tu niseme ndio. Ukiona hizi vitu zote ambao Madam Faith ataelezea, na labda hata sisi tujue kuyatengeneza na kupata biashara kwake. Hii ni vitu ya value addition. Yote inatoka kwa ndizi. Ni kuonyesha ati market ya ndizi ni pana, ni kubwa kabisa. Ndio. Na unaweza kufanya mambo mingi sana kwa ndizi. Hata hatuwezi kuleta kila kitu. Kama ni youth, tunawahimiza wakuze kama hii hardening nurseries, waweke, na hiyo ni biashara. Kwa hivyo hiyo ni biashara kutoka kwa ndizi. Kama ni wale wengine ambao wangetaka kufanya value addition ya crisps, hiyo watatoa kwa ndizi na watapata biashara kutoka hivyo. Kwa hivyo ni mambo mingi sana tunaweza tumia ndizi, ili hata ukiwa uko na ekali moja yako ya ndizi, utaweza kuitumia na kuimarket kwa njia nyingi sana. Lakini sana sana tunahimiza hii value added products, kwa sababu hizo ndizo iko na bei nafuu kwa mkulima. Faith, naona hapa kuna banana cake. Naomba uje kidogo uishike, alafu tuambie kwamba hii cake ni banana ama ni mambo unanihada hapa wewe. Kitabu nishike hiyo cake bwana Otieno. Katika mnyororo wa dhamana wa banana ama banana value chain kwa lugha ya Kimombo, tuko na sehemu mingi. Kwa Kiingereza tunaziita nodes. Tuko na wale wanasayansi wanafanya research kama vile ndio. Hiyo wamepata job ama ajira kutoka kwa hiyo kazi ya laboratory. Ikitoka kwa laboratory inaenda kwa wakulima wenye wako na nurseries, wana harden ama wanasifanya ziwe gumu za kuuzia wakulima wengine. Hiyo inakuwa ajira ama inaajiri wakulima hao ama vikundi hizo. Ikitoka kwa hizo nurseries inaenda kwa mkulima hasa mwenye ametoa hii ndizi kubwa iko hapa, hii chane kubwa. Ikitoka kwa mkulima kuna transporters. Kuna shida kidogo na microphone yako, kwa hivyo itabidi iangaliwe. Wakati huo basi akiendelea kurekebisha microphone yake, naona ulikuwa unatikisa kichwa. Kuna kitu ulikuwa unataka kuchangia? Nilikuwa nataka kuchangia hivi. Hii kazi yote unaona hapa inahusisha washikadau. Na vile wanakuja pamoja, kuna yale pia wanachangia pamoja kama resources. Resources kwa Kiswahili labda utani rasilimali. Rasilimali. Wanaziweka zote pamoja
ili kuendelesha huu mnyororo wa dhamana wa ndizi. Na niseme kwamba nina shukran kwa sababu mradi wa SDSP umekuwa na uhusiano wa karibu sana na kaunti yetu ya Kiambu na tumesaidiwa kwa njia nyingi. Kwa mfano, wakati tulianza huu mradi katika Kiambu, mheshimiwa gavana wetu William Kabogo ndiye alikuja akavurumisha mradi wenyewe. Hiyo ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2013, na alitupa moto na tena changamoto. Ndipo tukapata nguvu kuendelesha huu mradi. Na isitoshe hata naibu mheshimiwa governor wa Kiambu pia alichangia katika ile prioritization ya hizi value chains za Kiambu, ndizi ikiwamo. So tunashukuru, na hata ikizidi tumepata tena faida kwa sababu wamechangia hata kutupatia vifaa vya kazi kwa zile groups zile tunafanya kazi nazo, na tumesema ni shukran. Na isitoshe kuna washikadau pia wengi wale tunafanya kazi nao, na kila mmoja wao ameweza kuchangia kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, kuna wale wanachangia kifedha, kuna wale wamechangia hata teknolojia, kuna wale wamechangia kimashauri na mafunzo pia, na hata misaada mbalimbali. Faith, nilikuwa nakuuliza kuhusu hizi bidhaa ambazo ziko hapa hivi mbele yangu. Ningependa labda waanze kufafanua kwamba hii ni gani na inatengenezwa vipi, labda kwa ufupi tu, sio kwamba unaelekea usipate the whole process. Okay, hapa tuko na roasted banana. So kama uko na shida ya mafuta, sio ati hautatumia bananas. Utaroast your bananas kwa moto, kwa oven, na utakula ndizi yako ya banana for breakfast. Hapa tuko na hii. Ndio. Hii ni vegetables. Ndio. Na hii vegetables imepikwa na hii. Sijui hii mnaita nini kwenu? Hata sijui. Kwa lugha ya Kimombo tunaita male bird. Eti nini bird? Male bird. Ni bird ya kiume. After disi kutoa madizi hii, huo ndio mama amezaa hiyo. Yenye inabaki haitoi kitu tunaita male bird. Male bird. Na huo tumefundisha wakulima hii ni mboga. Hii ni mboga hii? Na hii mboga iko na lot of madini ya zinc. Na zinc ni nzuri kwa development ya male parts. So ni chakula nzuri kwa wanaume, nguvu za kiume, vijana, ili watu wadume kabisa. Itasaidia hiyo yote. Hapa tuna cake. Ndio. Hii ni banana cake. Naam. Hii banana cake. Banana cake kabisa. Sura yake nzuri kweli. Imepikwa na 75% of unga. Ama 75 ni unga ya ndizi. Unga hii hapa. Ndio. Na hiyo ingine ni unga ya ngano. So 25%. Hii ni pancake kutoka kwa unga ya banana. Kipimo ni kama tu ya cake. 75% ni unga ya banana. Hiyo ingine ni ngano. Tuko na mandazi. Kwa mandazi 50% ndio unga ya ugadizi na 50% ni unga ngano. Na kuna kinywaji hapa nimeona. Hiki ni kinywaji cha wine. Tuko na banana fritters. Mara nyingi huwa tunanunua red bananas, ikiendelea kuiva tunatupa. Badala ya kutupa, tumefundisha wakulima. Unatafuta unga kidogo ya ngano, unaweka vile mnafanya. Waonyeshe watazamaji pale kwa hiyo kamera. Mnafanya samaki na huko kwetu. Alafu unatengeneza banana fritters. Ina taste kama tu fish fillet. So it's like a banana fillet in a sense. Hii cake 75% ya unga yenye imetumika kupika hii cake ni unga ya banana. Na alafu kuna unga mwingine tena 25% inatoka wapi? Ni ngano. Ngano ndio ishikane. Ndio. Hii ya banana inakaa kama uga. Shika vizuri ukionyesha pale kwa kamera ndio. Ugali. Kwa hivyo unaweka ngano kidogo ndio sasa isaidie kufanya hiyo. Hizo ni chapati.
Alafu hii ni chapati. Unaweza ona inakaa Hiyo ni brown. chapati? Lakini hii chapati imepikwa na uga ya ngano, uga ya ndizi. Ile uga tumeweka ni kidogo tu ya ngano. Mimi hii ni lishe bora. Sawa, asante sana Kwa Faith. afya. Umekataa Na hii ni kunywa wine. kinywaji, sijui kwa nini unataka hiki kinywaji. Kuna hii ni banana wine. Hiyo ni wine. Huwa tunafanya na ndizi yenye imeiva. Imeivishwa, unaipoda poda inakuwa maji maji. Ndio. Alafu Kwa rojo rojo. Unaweka maji. Asante sana Faith. Sasa naomba uketi tena ili tuzungumze, tumalizie kipindi sasa, manake kama anavyoniarifu mwelekezi wangu Audi anasema kwamba muda umetupa kisogo, lakini ningependa kwa haraka haraka tu. Kuna nani kwa simu? John Muturi kutoka kwa wapi huyo? Hujambo ndugu yangu? Halo, niko mkubwa. Uko pande gani wewe? Kitu nilikuwa nataka kutoka kwenu usaidizi. Uko wapi hizi ukipiga simu John Muturi? Mimi niko Nyamira County. Nyamira, basa yeye moto wewe bwana. Sasa namna gani ndugu yangu? Moto ndio. Unajua sasa nimeona kuhusu hiyo kitu za banana. Ndio. Hiyo tumepata ugavana wetu wametupatia hapa kwa kaunti yetu. Naam. Sasa kitu iko hatuna market. Sasa nilikuwa naomba sasa kama mnao njia ya market. Njia ya market hatuna soko. Very good. Wajua sasa na ndio maana hawa marake nyinyi upande wa Kisii kule mnategemea kwamba mnauza ndizi iliyoiva na inaliwa tu, lakini kumbe kuna mambo mengi sana. Sasa kilioko. Ingawaje kama na wewe wametusaidia na sisi vile sasa tumesaidika, lakini sasa isipokuwa sasa tutapata soko. Sasa nataka ujifunze mbinu ya kutengeneza keki ile iliyoundwa kutokana na ndizi bana, ama wine ya ndizi, mambo kama kuna soko kubwa sana. Tumeelewana? Yes. Kwa hivyo ujifunze kutengeneza wine kutokana na ndizi, keki na kadhalika, itakuwa na soko kubwa tu, utakuwa unauza hapo katika supermarket hapo Kisii. Unajua sasa wakati utapata, tunaomba tu sasa nikiona kwa unyenyekevu. Mkipata na mahali. Naam. Nasi pia tupate kusaidika, maana sasa tunauza tu kwa reja. Asante. Thank you so much. Shukrani sana ndugu Muturi. Basi ningependa tutamilishe kipindi chetu kwa kutoa kauli zenu za mwisho kuhusu kwa ujumla kwamba mungependa kuwapa moyo namna gani wakulima wale wa ndizi katika sehemu zote nchini Kenya, kwamba nini kifanyike. Wewe tuende kwako hapo kwako. Okay. Kwa vile tumesema ati county governments ndio wako na hiyo jukumu ya agriculture, ndizi ni moja wao ya ile chakula ambao tungelisha watu wetu wote hapa Kenya. Pia hii ni mmea ambao inaweza kutupatia pesa, na kusema kweli kama kwetu Kiambu tuko na jukumu kubwa. Tunajaribu vile tutaunganisha wakulima na tunawahimiza jinsi ya kukuza ndizi na ile njia mzuri, ili ile shamba letu dogo, kwa sababu Kiambu tuko na scarcity of land, iwe inatoa mazao mingi sana. Na hiyo ndio binu ambao tunahimiza. Tunakuja kwako wewe, katika programu yenu ungependa kuwasihi watu wa kaunti yenu endelee kufanya vipi? Ningesihi washikadau wote wale wako kwa haya mambo ya ndizi kujiunga pamoja, kwa sababu kujiunga pamoja kuna manufaa mengi. Kwa sababu mtaweza badilishana information, networks za soko, hata vile huyo alikuwa napiga simu, na mtaweza jiunga na kufanya mambo mengi ya ajabu kama processing. So nawaomba kwamba tushikilie ili mnyororo wa dhamana wa ndizi uwe na nguvu. Halafu Faith, naomba ufunge jambo hili sasa. Okay. Kwanza ningependa kuhimisia wakulima na hata other actors wachukue hii kilimo ya ndizi kwa uzito. Juu ndizi ni mmea unaweza kupitia hata wakati wa kiangazi na inabaki tu kwa shamba. Mahindi na hizi zingine zote sikikauka, ndizi inabaki. Ile ya pili ningependa kuambia wananchi ni hii lishe ya ndizi ni dawa. Ukizoea kukula mandizi kwa kila aina
hii nimeonyesha hapa, utapigana na changamoto cha kiafya kama magonjwa ya sukari, ya arthritis, ya hypertension, juu ndizi iko na potassium, madini ya potassium mingi sana. Kwa hivyo tuzoee kukula ndizi. Ndio hata hiyo soko tunasema hakuna, itaanzia na sisi. Ukikula ndizi kwako uweke kwa menu yako, hiyo ni soko moja. Asante sana. Waziri, kuna kitu unataka kusema? Haraka sana, sekunde 5. Ningesalimia wakulima wote wa hii nchi yetu na hasa wakulima wa Kiambu. Wale tumepea madizi, muyatunze vizuri na muongezee, muchukue kule tumesema kwa vituo ya research kama Karo na JKUAT, muongezee ili tukuze madizi kwa sababu soko ni kubwa na tunaweza. Shukrani sana, shukrani Jidan. Wapenzi watazamaji, kwa kutupatia fursa hii kukujulisha mengi kuhusu kilimo cha ndizi katika kaunti ya Kiambu na vile vile maeneo yale mengine ambayo yanapenda ndizi, na kwa kuzingatia kwamba Wakenya wote wanapenda ndizi. Kwa hivyo tumegundua kwamba katika kipindi hiki kwamba ndizi ni chakula kinachofaa sana. Ndipo basi katika sehemu ya swala nyeti hivi leo basi nimekuwa nao wageni wangu Daktari Monica Waiganjo, Abigail Taabu na Faith Kariuki, ambao wote tumezungumza nao kuhusu umuhimu wa ndizi. Katika sehemu ya swali tuliuliza kwamba je, Wakenya wamefahamu umuhimu wa ndizi kiuchumi? 18% wamesema ndio, 82% wamesema la. Kwa hivyo basi ina maana kwamba Wakenya bado wanayo changamoto ya kujua kwamba umuhimu wa ndizi ni nini. Jina langu ni Frank Otieno. Kwa herini kwa sasa, basi nampisha Mheshimiwa Kapombe na taarifa za KTN leo. Kwa heri.